Nikukaribishe rafiki yangu. Unajua inawezekana mara ya kwanza kukutana na mimi ama kukutana na makala kama hizi ambazo tumekuwa tukitumia uwanja huu wa teknolojia kama mahali pa kuhabarishana, mahali pa kuzungumza, kujifunza pamoja, na ni vyema tu kutumia mitandao ya kijamii, teknolojia kwa kusudi jema la kuelimisha na kuelimishana. Ni jambo jema sana, instead of kuabuse, matumizi mabaya ambayo hayawezi kuwa salama ya kujenga katika ukuaji wa afya ya kijamii, kiakili na kiroho pia. Makala zangu niseme ni makala ama ni mashauriano tu ambayo huwa ninaona ni vyema kusema, hayajajikita kwenye dini fulani. Haya ni mambo ya kijamii ambayo tunayazungumza. Kwa hiyo hebu kuwa huru na amani kushare ama kushiriki na lile ambalo unaona ni jema kulichukua, hebu lichukue na likakufai. Chukua likakufai, kwa sababu mambo haya si ya mtu mmoja. Kwenye posti iliyopita tuliangazia habari ya uhuru wa uchaguzi na faida kiasi, lakini tukaangalia pia athari zake, ambapo tukasema kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuchagua nini cha kusema na nini cha kutenda, na tukasema ni jambo jema, maana unapompatia uhuru mtu wa kuamua nini aseme, afanye, anahisi kuthaminiwa, anapata amani ya maisha. Tuliangazia hilo, lakini uhuru huu huwa unaambatana na wajibu, ambapo tuliangazia bali ya kuwa lazima uwe na kuheshimu utu na hisia za wengine. Usivuke mipaka sehemu ambayo haikuhusu wewe kufika, kuingia kwenye mambo personal, mambo ya watu binafsi, na kujikuta umechonganisha jamii kwa jamii. Lakini self regulation tulitazama, udhibiti wa hisia zako. Saikolojia inasema ukomavu wa akili ni pamoja na ukomavu wa hisia ni pamoja na kuelewa hisia zako na kuzielekeza nini cha kufanya, instead of kuacha zenyewe zikutawale. Ukomavu wa akili huambatana na kufahamu, yani kufahamu hisia zako ni jambo la kwanza linaloonyesha kwamba umekoma. Jambo la pili ni kuzielekeza nini zifanye, ila sio zenyewe zikuelekeze. Leo ninataka kuzungumzia issue nyingine mpya ambayo tutaiangazia kwa upana kidogo. Kwenye jamii yetu tumekuwa, hata wewe nadhani imewahi kukukuta, tumekuwa na watu ambao wanapitia changamoto. Tumewahi kupitia changamoto za kimaisha, msongo wa mawazo na kadhalika. Wengine baada ya kufiwa na watu waliowapenda, wengine kupitia changamoto za itilafu makazini, wengine mambo ya malezi tu, watoto hawaeleweki. Kuna mambo mengi sana kwenye ulimwengu ambayo usipokuwa makini inaweza kukuingiza katika shida, ukapajikuta umepata depression, msongo wa mawazo, na ukawa katika hatari ya afya ya kimwili na kiakili pia. Sasa wako watu wengi ambao wamekuwa wakitafuta msaada kwa kufikiri kwamba anapokutana na mtu fulani na kuzungumza moyoni mwake, changamoto kuhusu malezi, changamoto kuhusu ndoa, changamoto za kimahusiano, changamoto za kiofisi, kwa kuzungumza kwake yeye huhisi kwamba anaweza kupata uponyaji. Na ni njia nzuri tu kutafuta mahali pa kuelekeza na kuzimwaga hisia zako ili kupata
kupona. Lakini nataka nijiulize swali moja na ujiulize pia. Je, ina maana kuzungumza kwa kila ninachojisikia au kila unachojisikia kwa mtu fulani, kumimina vyote, inaweza ikawa njia ya uponyaji? Ni sahihi kabisa. Au inaweza ikawa ni njia ya kukurejesha kwenye changamoto kulingana na ulimwengu wetu wa sasa ulivyo. Yaani inaweza ikakusaidia wewe kupona, ama inaweza ikawa njia tena ya kujenga upya na kujikuta kwenye changamoto mpya badala ya kuwa umepona. Lakini katika kusema huko, wako watu ambao wameshindwa kudhibiti hisia zao. Badala ya kusema ya moyoni kwa lengo la kupona, wamejikuta wanayoyanena kwa hisia na maumivu yamewabomoa na kuwaumiza wengine. Najua maumivu huwa yanatafuta mlango wa kutokea ili mtu apone, awe huru. Lakini kuna namna mbili ambao wanasaikolojia huwa wanatambua. Aina ya kwanza ni emotional express, kuelezea hisia kwa afya, kwa lengo la kupona. Lakini pia kuna emotional dumping. Hii ya pili yenyewe huwa ni kuelezea, yani kumwaga hisia kwa njia ambayo wewe mwenyewe unashindwa kujidhibiti, yani pasipo kujali unapomwaga ni wapi, kwamba huyu mtu ambaye unamwelezea ana uwezo wa kubeba hayo unayomueleza, na huo mzigo wa hisia zako anaweza kubeba na ukawa sefu. Na je, hiki unachokisema hakiwezi kuharibu mahusiano na watu wengine, haiwezi kuwaumiza watu wengine. Emotional dumping yenyewe huwa ni ile hali ya kueleza hisia zako, kumwaga uchungu, hasira, msongo kwa mtu mwingine pasipo kujali kwamba anayekusikiliza anaweza kubeba au kama na yeye anaweza kaumia au kadhalika. Yaani hapa tunazungumzia ile kumwaga hisia, instead of seeking healing you end up emotionally dumping on everyone around you because you don't care. Wewe unachohitaji ni kumwaga tu ili upone. Wewe unafikiri unaweza kupona, lakini usizingatie yani hiyo consideration kwamba yupi unazungumza naye na atalibebaje, atalifikishaje kwa habari ya kukutunzia ikiwa ni siri na kadhalika. Hiyo ni namna mbili ambazo zinatumika kwenye hisia, uelezaji wa umwagikaji wa mtu mwenye changamoto ya namna hiyo. Biblia inasema kinywa kinaweza kuwa dawa au sumu. Mithali sura ile ya 18 aya 21 inazungumzia hili neno. Maneno yanaweza kuponya, maneno yanaweza kujenga, maneno yanaweza kuvunja, kuua matumaini na kadhalika. Unatumiaje maneno yako? Lakini kuna watu ambao pasipo kujali maumivu na changamoto ulionayo, unapompelekea wenyewe hugeuza yale maneno. Ulimwamini vizuri, ukaenda kupeleka maneno wa changamoto zako kwake, lakini yeye anatumia hiyo nafasi kukuumiza. Yaani anamgeuza mwasilika kuwa mtuhumiwa. Baada ya kumsaidia mwenye maumivu, yeye anaanza kumhukumu na kumzungumzia kwa namna nyingine. Matokeo yake mtu huyu ambaye alikuamini anahisi kupoteza heshima, lakini hii hali pia inafanya urafiki wenu kupotea. Ina maana hamtakuwa marafiki tena. Lakini huyu mtu unamtengenezea namna ya pili ya kujiona kwamba hana thamani. Mwathirika anaongezeka na maumivu ya pili, yani anaumia tena badala ya kupona. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekuheshimu na kufika kwako kwenye habari fulani na kuzungumza na wewe, ni vyema kumheshimu mtu huyu, maana amekuthamini na kukuamini. Waefeso sura ile ya 4 aya 29
Biblia takatifu wanayoamini Kristo, sisi ambao ni wa Kristo, inasema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kwa hiyo kutumia jeraha, nafasi ya imani na heshima ambayo mtu ameona ni vyema kukupatia wewe, ukaitumia kama silaha ya kumuumiza na kumgeuza kuwa mtuhumiwa, inaondoa si imani yako tu kwa mtu, na si nafasi ya heshima tu ya kwako na baina yako na huyu muathirika, bali hata kumkosea Mungu. Inavunja mahusiano yako wewe pamoja na Mungu, kwa sababu Biblia imetuelekeza kwamba lazima katika maneno yetu tuangalie lililo jema, lenye kumfaa mtu, lenye kumfaa mwenye uhitaji, ili liwape neema wanaosikia, liwape heri. Sasa wewe unapogeuza maneno na mtu amekuamini na unapeleka kinyume na vile ilipaswa, huku ni kupoteza mahusiano yako wewe pia pamoja na nani? Pamoja na Mungu, na unazuia uponyaji wake. Mtu anapofunguka anahitaji kusikilizwa, kueleweka, kupewa usalama, na ikitokea imeenda kinyume na hayo ambayo ni matarajio ya kila mmoja mwenye hali kama hii, na badala yake mambo haya yakatumika dhidi yake, ataacha kuamini watu, atajifungia, atakuwa kwenye bracket, hatakuwa tena na imani na watu, ataishi na maumivu kwa muda mrefu. Hawa ndio watu wanafikia hatua ya kujiua, maana sasa wanaona hawana thamani katika huu ulimwengu. Hebu zuia na uwe mmoja wa watu ambao wanaweza kusababisha uponyaji kwa mtu fulani. Ni baraka na thawabu kwa Mungu unaweza kuipata, lakini unapotenda hilo, wewe ambao umepata dhamana na mtu kukuheshimu kiasi hichi, unaharibu uaminifu. Watu wakiona siri zao zinageuzwa kwa silaha, hawafunguki tena. Watajenga kuta za kihisia, si rahisi tena kumwagika wakati mwingine kwa mtu fulani. Sasa kama yeye anahisi kupoteza usalama wa kihisia, wana saikolojia wanaita loss of psychological safety, kupoteza usalama wa kihisia. Kwa hiyo hata kuwa na uwezo wa kufunguka tena na atajenga kuta, kwa hiyo haitakuwa rahisi kumfikia, na atakapokuwa na jambo ataendelea kuumia zaidi na zaidi. Unazalisha mzunguko wa majeraha, badala ya kupata ile uponyaji, yeye anaendelea kuumizwa, maana kupitia changamoto yake moja imezalisha changamoto ya pili inayoendelea kumuumiza, inamla ndani kwa ndani, na maswali kwake yanakuwa mengi. Lakini pia unamtengenezea visasi. Yeye aliyeumizwa anaweza kujeruhi wengine na asiwe na utu tena, kwa sababu ataona kila mtu si rafiki tena. Kwa hiyo utasababisha matukio kuwa mengi, kwa sababu mtu huyu atajifunza kuwa katili, Kwa hiyo unapata dhamana kama hiyo, hebu jitahidi kuhendo, ili kuto kutengeneza mmong'onyoko na kusababisha majeraha na mambo mazito kabisa ambayo yanaweza kuathiri ubongo wa muathirika na aliyekuamini. Lakini unaongeza msongo wa mawazo. Huyu mtu anaweza kuwa na changamoto ya wasiwasi, hawezi kuwa anajiamini tena, depression. Anaweza kuwa na hofu dhidi ya watu. Kwa hiyo haya mambo ambayo ninasema yatusaidie.